Jina langu ni Amina na hii ni stori yangu. Usiku ule haukuwa mwepesi kwa mtu yeyote. Jabir aliingia nyumbani kwa hasira iliyofichwa. Hakupiga kelele, hakutupa kitu, lakini ukimya wake ulikuwa wa hatari. Mama Zainabu alimtazama tu. "Umemwona?" aliuliza kwa sauti ya tahadhari. Jabir akaketi bila kumtazama. "Ndiyo." "Na?" Jabir akavuta pumzi ndefu. "Yuko na Rashid." Kimya kikashuka mezani kama jiwe. Mama Zainabu alifumba macho kwa sekunde. Alijua siku hii ingefika. "Ulimpa talaka," Mama Zainabu alisema taratibu. "Ulifanya uamuzi wako." Jabir akainua macho ghafla. "Lakini sikutarajia awe na ndugu yangu." "Hakupanga awe na ndugu yako," mama yake akajibu kwa hekima. "Maisha hayafuati ratiba yako." Maneno yale hayakumfariji, kwa sababu ndani yake kulikuwa na mchanganyiko wa majuto na wivu. Na kwa mara ya kwanza alihisi kupoteza kitu alichodhani kiko salama milele. Wakati huo huo, Rashid hakuwa na amani pia. Alikaa chumani kwake akifikiria. Hakuwahi kumpinga kaka yake maishani, lakini leo alihisi kama amesimama upande tofauti. Alimpenda kaka yake, lakini alimheshimu Amina, na hakutaka kuishi akijua alikimbia kwa sababu ya hofu. Siku iliyofuata, jambo ambalo halikutarajiwa lilitokea. Mama Zainabu alimuita Rashid na Jabir wakae pamoja sebuleni. "Hii si vita ya soko," alisema kwa sauti thabiti. "Hii ni familia." Wote walikaa kimya. Kama kuna hisia bado zipo, zisemwe wazi, lakini hakuna atakayenitumia Amina kama njia ya kushindana. Maneno yale yalikuwa makali. Jabir aliongea kwanza. "Ninamrudia kwa sababu bado ninampenda." Rashid akamtazama. "Au kwa sababu huwezi kuvumilia kumwona na mtu mwingine?" Swali hilo lilichoma. Mama Zainabu aliingilia haraka. "Hakuna atakayemlazimisha Amina chochote. Uamuzi wake ndio mwisho." Wakati huo huo, Amina alikuwa kwa wazazi wake, akitafakari. Alihisi kama kila upande unamvuta. Jabir ni historia yake. Rashid ni uwezekano mpya, lakini hakuna aliyemuuliza kitu muhimu zaidi. Je, yeye anataka nini kweli? Jioni ile aliamua kitu cha ghafla. Alienda moja kwa moja nyumbani kwa Mama Zainabu. Hakutaka kuzungumziwa bila kuwepo. Alipoingia aliwakuta wote watatu wamekaa. Kimya kikazidi. Amina alisimama katikati yao. "Nimesikia mnanizungumzia." Hakukuwa na aliyekana. Aligeuka kumwangalia Jabir. "Ulinipa talaka. Siku ile nilikufa kidogo ndani yangu." Kisha akageuka kwa Rashid. "Wewe hunijui vizuri bado. Unajua tu sehemu niliyokuruhusu ione." Alivuta pumzi ndefu. "Mimi si zawadi ya kugombaniwa. Mimi ni mtu na maumivu, na sitaki kuwa sababu ya damu kugawanyika." Kimya zito kikaanguka. "Mtaendelea kuwa ndugu, lakini mimi nahitaji muda mbali na wote wawili." Maneno yale yaliwashangaza wote. "Unaondoka?" Rashid aliuliza kwa sauti ya chini. "Naondoka kujitafuta," Amina akajibu. Jabir hakusema kitu, lakini kwa mara ya kwanza aliona nguvu halisi ya mwanamke aliyempuuzia zamani. Amina aliondoka pale bila kuangalia nyuma, na kwa mara ya kwanza ndugu wawili walibaki kimya, wakitambua kwamba vita yao inaweza kuwagharimu wote. Kuna nyakati maishani mtu hufikia mahali ambapo kubaki ni maumivu na kuondoka ni maumivu pia. Usiku ule Amina hakubishana na mtu, hakupiga kelele, hakutupa lawama. Alifunga begi lake taratibu, akaangalia chumba alichowahi kuita nyumbani, kisha akaondoka. Hakumwaga Jabir, hakumtumia ujumbe Rashid, hakumwaga hata Mama Zainab, kwa sababu wakati mwingine maelezo hayatoshi. Ukimya ndio ujumbe wenyewe. Asubuhi iliyofuata,
Basi liliondoka likimwacha mji ule nyuma, na kwa mara ya kwanza baada ya miezi mingi, Amina alihisi pumzi yake haikuwa nzito sana. Lakini je, kweli alikuwa huru? Nyumbani hali haikuwa ya kawaida. Jabir hakuwa yule mwanaume mwenye majibu ya haraka tena. Alikaa kimya mezani kwa muda mrefu. Simu yake ilikuwa kimya. Nyumba ilikuwa kimya. Lakini kichwani mwake kulikuwa na kelele. Maneno ya mama yake yalikuwa yanajirudia tena na tena. Amina alikuwa mjamzito. Tangu siku ile aliposikia ukweli huo, hakuwahi kulala vizuri. Hakujua, hakuwahi hata kuhisi. Wakati yeye alikuwa na hasira, wakati yeye alikuwa akitamka talaka kwa kiburi, Amina alikuwa amebeba mtoto wake. Na sio hivyo tu, alikuwa amempoteza. Maumivu hayo hayakumwambia mtu. Alipambana nayo peke yake. Jabir alijikuta akirudia siku ile kichwani mwake. Alikumbuka jinsi Amina alivyotaka kusema kitu, lakini akamkatisha. Alikumbuka macho yake. Hayakuwa ya mtu anayeomba kubaki, yalikuwa ya mtu anayeomba kusikilizwa. Na hakumsikiliza. Kwa mara ya kwanza maishani, Jabir alitambua kuwa talaka si ushindi, ni hasara. Upande mwingine, Rashid naye hakupata amani. Alimpenda Amina, hilo halikuwa siri tena. Lakini sasa alihisi uzito moyoni. Alijiuliza, je, mapenzi yake yalikuwa ya kweli au yalikuwa kivuli cha kile kaka aliyopoteza? Alijua jambo moja tu, hakutaka kuwa sababu ya familia kupasuka. Siku moja alisimama mbele ya kioo na kusema polepole, kama kweli nampenda, lazima nimwachie apate amani. Na hapo ndipo alipoacha kumtafuta. Miezi miwili ilipita. Amina alikuwa ameanza maisha mapya katika mji mwingine. Chumba kidogo, dirisha moja, kitanda cha kawaida. Lakini kulikuwa na kitu kipya moyoni mwake: utulivu. Alipata kazi katika ofisi ndogo inayosaidia wanawake waliopitia changamoto za ndoa. Kila siku alisikiliza hadithi za wengine, na kila hadithi ilimkumbusha kitu. Maumivu yake hayakuwa ya kipekee, lakini nguvu yake ilikuwa ya kipekee. Siku moja, mwanamke mmoja alimuuliza, unaonekana kama umevunjika pia. Uliwezaje kusimama tena? Amina alitabasamu kwa huzuni kidogo. Nilijifunza kuwa thamani yangu haipo kwenye mtu aliyeniacha. Maneno hayo hayakuwa tu kwa mwanamke ule, yalikuwa kwa nafsi yake pia. Lakini hatima haikuwa imemaliza kazi. Siku moja jioni, alipokuwa akifunga ofisi, alisikia sauti nyuma yake. Amina. Sauti aliyoijua vizuri. Aligeuka polepole. Jabir alikuwa pale. Hakukuwa na kiburi usoni mwake. Hakukuwa na hasira. Kulikuwa na majuto. Walikaa kimya kwa muda mrefu. Kisha Jabir akasema kwa sauti iliyovunjika, siku ile sikusikiliza na nimekuja kuomba msamaha. Amina hakujibu mara moja. Alimwangalia kama mtu anayemwona upya kwa mara ya kwanza. Nilikuhitaji, sio kama mhakimu, sio kama mtu kwa kunihukumu. Nilihitaji mme. Maneno hayo yalikuwa mazito kuliko lawama yoyote. Jabir akainamisha kichwa. Najua nilichelewa, lakini kama kuna nafasi hata ndogo ya kurekebisha. Amina akakata kimya hicho kwa utulivu. Kuna vitu vikivunjika, havirudi kama vilivyokuwa, lakini vinaweza kujengwa upya kama wote wawili mmebadilika. Swali halikuwa kama bado walipendana. Swali lilikuwa, je, wamejifunza? Wiki chache baadaye, Amina alirudi mjini. Lakini hakurudi kama mwanamke aliyekimbia. Alirudi kama mwanamke aliyejijua. Walikaa chini, yeye na Jabir, kwa mara ya kwanza bila hasira. Walizungumza kuhusu maumivu. Walizungumza kuhusu mtoto waliompoteza. Walizungumza kuhusu kiburi. Na kwa mara ya kwanza, walizungumza kwa ukweli. Rashid naye alikuwepo. Alisimama mbele ya kaka yake na kusema,
nilikosea kuingiza hinzia zangu kati ya ndoa yenu. Samahani. Ilikuwa si rahisi, lakini ilikuwa ya kweli. Mama Zainab aliangalia wanawe wawili na kutambua kitu. Familia haivunjiki na matatizo, inavunjika na ukimya. Miezi imepita. Hakukuwa na sherehe kubwa, hakukuwa na maneno mengi mitandaoni, lakini kulikuwa na kitu kipya: heshima. Jabir hakuwahi tena kufanya maamuzi kwa hasira. Amina hakuwahi tena kunyamaza kwa maumivu. Rashidi alipata njia yake mwenyewe, mbali na kivili cha kaka yake. Na polepole, ndoa ile ilianza kujengwa upya. Sio kwa sababu walikuwa wakamilifu, lakini kwa sababu walikuwa tayari kusikiliza. Na hapo ndipo swali la mwisho linabaki kwako unaisikiliza. Katika maisha yako, ni mara ngapi umeamua kwa hasira? Ni mara ngapi hukusikiliza kabla ya kuhukumu? Kwa sababu wakati mwingine talaka haianzi kwenye karatasi, inaanzia kwenye ukimya. Na wakati mwingine ndoa haiponywi na maneno makubwa, inaponywa na mazungumzo madogo ya kweli. Hii haikuwa hadithi ya mapenzi tu, ilikuwa hadithi ya kiburi, ya majuto, ya kujifunza chelewa na ya kuchagua kubadilika kabla ya kupoteza kila kitu. Ama umeipenda hadithi hii, like and subscribe tuendelee mbele.